Karibu msikilizaji wangu, nipe habari. Asante sana kwa sapoti yako, Mungu akubariki sana. Endelea kunipa like zako na kuwa subscriber wangu. Sawa Tunaendelea na sehemu ya 5 ya simulizi hii nzuri sana itwayo Sijakuzoea hivi. Pale tulipoishia sehemu ya 4 msikilizaji, kulikuwa na tafakari kuhusu ukaribu aliouanzisha Sadiki kwa Zamda. Ni mapenzi au hamu ya kimwili? Msikilizaji, mimi nilikwenda nyumbani kwa Zamda kwa sababu ni ukweli kutoka moyoni nilimisi kila kitu chake, hasa papuchi yake. Usigune msikilizaji, ndio kitu kikubwa kilichotuunganisha mimi na yeye. Najua unaweza kusema kwani hakuna ambao hawajapita njia hizo? Unajua msikilizaji, ukipenda chongo utaona kengeza. Yaani wengine wanaona kasoro, wewe hauzioni. Siku hii, baada ya mazungumzo marefu sana mimi na Zamda, alinisisitiza kujiendeleza kielimu. Sadiki, basi tufanye hivi. Hapa mimi naruhusiwa kuchukua mkopo. Nikuchukulia ufungue biashara. Pesa nyingine ulipia ada ya diploma ya ualimu. Unasemaje? Utakuwa unalipa kidogo kidogo. Zamda, kweli? Acha kunitania. Kweli Sadiki, nikutanie kwa nini? Niko serious. Sikiliza Diki, kama ambavyo wewe umeweza kuniona mimi nafaa kuwa karibu yako, umenitafutia kazi, tena kazi ya maana, nadhani mimi nitakulipa nini? Umenibadilishia maisha yangu Sadiki. Zamda alisema kwa hisia kali, huku akinilisha chakula na kunibusu. Zamda, ngoja kwanza nifikirie. Yaani mimi maisha nilionayo sasa hivi sijaridhika nayo, lakini sikuwa na wazo la kusoma tena. Itabidi niwashirikishe wazazi wangu jambo hili, ili lolote likitokea wajue kuna deni. Sadiki, usinitishe basi. Unamaanisha utakufa? Hapana Zamda, naweza kupata hata maradhi tu, nikashindwa kufanya kazi, nikashindwa kulipa deni. Mungu atakuepusha na maradhi. Unajua mimi nimewaza nini Sadiki? Mashule binafsi hapa mjini ni mengi sana. Ukipata japo diploma ya ualimu, utapata kazi ambayo malipo yake sio sana hapo ulipo. Ualimu utakuwezesha hata ukitaka kujiendeleza zaidi au kupata mtaji mkubwa. Niliona ni wazo jema, lakini mkopo niliuogopa kabisa. Ukizingatia mkopo kutoka kwa mwanamke, Haya mama, sijakuzoea hivi zaidi. Asante sana kwa ushauri wako. Kuja nifanyie kazi. Msikilizaji, nilianza kumpa Zamda romantic names, maana naona huyu yawezekana kabisa ndio mwanamke wa maisha yangu. Basi tulimaliza kula, akaosha vyombo vyake. Mimi nilikuwa kifua wazi na boksa yangu, nimejilaza tu kitandani kwake na mtazama tu na mtafakari. Msichana mrembo huyu jamani, alafu anajua hadi kupika. Msafi, sio kwa nini aliachwa, sijui nimuulize. Alimaliza kuosha vyombo vyake, kisha akaja kitandani akajilaza kifuani kwangu. Nilimuuliza, Zedi, samahani, kwanza wewe ni dini gani? Huku nikipapasa nywele zake zilizosukwa kwa mtindo wa mabutu ya rasta. Zilimpendeza kweli kweli. Mimi ni Mroma. Kumbe, mbona jina lako ni la Kiislamu? Mamangu ndio Muslim. Okay. Nilifurahi sana moyoni. Nilijisemea, huyu ndiye. Halafu Zedi, kama hautajali, mahusiano yako ya mwisho yalikuwaje? Hapo nilipeleka mikono yangu kwenye sehemu ya kiuno chake chembamba. Aliinuka na kusema,
Nisamehe Sadiki, sipendi kuongelea kabisa mahusiano yangu ya nyuma. Huku machozi yalianza kumtoka. Nipende tu Sadiki. Jamani, nikwambie kitu msikilizaji wangu, yaani Zamda akitoa chozi, mimi akili inahama. Jogoo wangu anakasirika na changanyikiwa. Nilimfuta machozi yake taratibu. Basi usilie mama. Nikamlaza kifuani kwangu tena. Dodo zake zilinigusa kwenye kifua changu. Nilizidiwa kabisa. Nilimtoa lile gauni jepesi taratibu. Sote tulibaki watupu. Nilimwandaa kiufundi sana kwa kushika dodo zake. Hatimaye aliniomba niingize jogoo wangu ndani ya papuchi yake. Nilihisi joto kali, mwili wote ulizima kwa utamu. Nilienda kwa spidi kubwa. Zamda aliniachia yote. Nilipozi kidogo, nikamuuliza, umeacha kweli Zamda ile biashara? Ya Diki, trust me, nasikia raha kwako tu. Nilimpa utamu haswa. Vilele vyote tulifika pamoja. Kibo, Mawenzi mpaka Kilimanjaro. Tukawa hoi. Feni la juu linapuliza lakini sisi tunamwagika jasho jingi. Nililala pembeni yake na mtazama uso wake wa kitoto kama bado ana miaka 15 vile. Nimekwisha Sadiki mie, nijisemea moyoni. Hapa sijui kama nitachomoka. Tulipitiwa na usingizi mzito. Tulikuja kuzinduka saa 1 jioni. Amshamsha ziliendelea mpaka saa 3 usiku. Tuliamka tena tukaoga, then Zamda alipasha chakula tukala. Mimi naenda kwangu Zedi. Nilimwaga Zamda huku nimemshika mikono yake, tunatazamana machoni. Acha kunitania Sadiki, usiku huu ukipata tatizo kesho nijute mie, uondoke. Msikilizaji, mimi mwenyewe nilikuwa nazuga tu, wala sikuwa na nia hata ya kuondoka. Sitamani kuwa mbali naye tena. Siku hii nililala kwa Zamda. Asubuhi baada ya kunipa cha asubuhi kitamu kuliko asali, aliniandalia kifungua kinywa. Nilikunywa chai kitandani, kisha tulioga pamoja. Huko bafuni sasa, msikilizaji, ufundi aliofanya Zamda ndo aliniziba macho na masikio yangu. Yaani sikuona mwanamke mwingine tena wala kusikia ya watu kuhusu yeye. Kwani wewe mpenzi wako unajua afanyacho nyuma ya pazia? Niache na Zamda wangu. Tulijiandaa kwa vile ilikuwa ni Jumatatu na tulikuwa tumechelewa kutoka. Tulikodi boda. Zamda alielekea kazini kwake na mimi nilielekea kazini kwangu. Naam, penzi letu lilianza rasmi. Kama siko kwake yuko kwangu. Kazini kwake walinifahamu na mimi kwangu walimfahamu. Nilijisikia kuifahamu familia yake pia. Nilimwomba angalau aniunganishe na mdogo wake wa chuo ili tufahamiane japo kwenye simu. Liamba alinielewa haraka sana. Alinipenda, alinishukuru kumpenda dada yake. Kaka, wewe sio shemeji, ni ndugu. Dada alipata mtihani mzito katika maisha yake. Umemwokoa wewe. Najua shem, usijali, yale yamepita. Niliwahabarisha pia wazazi wangu kuwa nimepata mchumba. Nilimwagia sifa kemkem Zamda. Pia niliwaeleza habari ya mkopo. Nilisema ukweli kwamba mchumba wangu ndio atanisapoti. Mama alisita na kusema, sasa mwanangu, unataka kuoaje mama? Hapana mama. Ni binti mdogo, huwezi amini. Ni msomi, amejaliwa tu kazi nzuri yenye kipato kizuri. Kesho jioni nitakupigia uzungumze naye. Baba yeye Mchaga tena aliogopa mkopo, ingawa aliona ni wazo zuri kujiendeleza. Nilipomshirikisha pia rafiki yangu Michael, yeye alifurahia na kusema, kijana, hii ni bahati, wewe haujamshawishi, ni yeye mwenyewe kwa upendo wake. Nilikwambia hawa mabiti sio wote wabaya, kuna mambo yamewafikisha huko. Wewe kubali kama alivyokushauri.
nakushauri wewe, wakati utakapokuwa unasoma, endelea kuwa karibu naye, uone kama kweli kaacha. Okay brother, nitafanya hivyo. Nitakujulisha kila kitu kitakachoendelea. Nilimaliza kuongea na mshikaji wangu Michael kwenye simu. Mida ya saa 3 usiku nilikuwa kitandani, nilikuwa nafikiria ni biashara gani nitaifanya kama Zamda atanipa mkopo kama alivyoahidi. Haya msikilizaji, Zamda atafanya kweli? Atachukua mkopo kwa ajili ya kumsapoti Sadiki? Sadiki kapagawa kweli? Maishani tunategemeana sana. Kuna watu hupewa kwa ajili ya kuwavusha na wengine pia. Ukisikia mtu katoka kimaisha kwa pesa ya halali, muulize vizuri, amini sio mkono wake peke yake. Mungu hugawa kwa wote, ni muda tu kwa mwenye kuamini. Uwe nami tena msikilizaji sehemu ijayo, sehemu ya 6. Bonyeza kengele uwe wa kwanza kuipata. Bye.